Sehemu ya mwisho inaanza na mama wa binti wa kifalme akionekana. Anamsihi Guchon amwokoe binti yake kwa sababu hana hatia na hapasi kulipia dhambi za wazazi wake. Hivyo Guchon anarudi ikuluni kumwokoa binti wa kifalme, lakini roho ya mkuu wa kifalme haikuwa tayari kumwachia kwa urahisi. Ili binti wa kifalme arejee katika fahamu zake, Guchon anazungumza naye kuhusu mama yake. Hilo linamfanya binti wa kifalme akumbuke ahadi yake. Anamwahidi mama yake kwamba atakapozaliwa tena watabadilishana nafasi na yeye atakuwa mama yake. Shukrani kwa hilo, binti wa kifalme anajikomboa na roho ya mkuu wa kifalme inaondoka mwilini mwake. Alipokuwa salama, binti wa kifalme anamuuliza Guchon kuhusu roho ya mama yake. Guchon anamwambia kwamba anasikitika sana kwa sababu roho ya mama yake ilimezwa na Guimae, hivyo hataweza kuzaliwa tena na binti wa kifalme hataweza kutimiza ahadi yake. Siku chache baadaye, mfalme anamwamuru Guchon aiangamize roho ya mkuu wa kifalme. Guchon anakubali bila kusita, lakini anataka kufanya hivyo peke yake kwa sababu binti wa kifalme alikuwa dhaifu sana. Hivyo anaenda kwa binti wa kifalme kumwomba asimzuie, lakini ukweli ni kwamba alitaka kumlinda. Katika tukio linalofuata, bibi wa binti wa kifalme alikuwa amepona na bila aibu anamwomba mjukuu wake warudishe ukaribu wao wa zamani ili waweze kuendelea kudumisha ukoo wao kwenye kiti cha enzi. Katika tukio linalofuata, Malkia Mama anamuita mfalme na mawaziri wote. Alitaka kufichua ukweli aliyogundua. Wakuu wa mrithi wa kiti cha enzi walikufa kwa sumu, si kwa laana iliyodaiwa kuwepo. Kama ushahidi, alikuwa na pipi alizokula mkuu wa kifalme, lakini mfalme anasema kwamba yote hayo ni uongo. Ili kuthibitisha kwamba anakosea, wanakula pipi hizo, na ili kuondoa shaka yoyote, anaamuru mkuu wa kifalme atolewe nje ya ikulu. Anapotoka nje, anapona kimiujiza. Zaidi ya hayo, anasema kwamba ameiona roho ya bwawani. Hivyo kwa mara nyingine tena laana inadaiwa kurudi na lawama zote zinaangukia kwa Malkia. Anajua kwamba ni uongo, kwamba laana haikuwahi kuwepo, lakini hana njia ya kuthibitisha. Binti wa kifalme pia anaujua ukweli, lakini hana ushahidi. Hata hivyo, anamwonya baba yake kwamba karma ipo na matokeo ya matendo yake yatamfikia mapema au baadaye. Usiku huo, ugonjwa unaenea kwa kasi. Hata mfalme alikuwa ameambukizwa, lakini Guchon alipomwona, aligundua kwamba huo haukuwa ugonjwa ule ule, kwa sababu ulikuwa unatoka kwa roho zote za watu ambao mfalme aliwaamuru wauawe. Hiyo ina maana kwamba hatimaye karma yake ilikuwa imemfikia kutokana na chuki nyingi zilizomzunguka. Nguvu ya Yin ndani ya ikulu ilikuwa inaongezeka zaidi na zaidi, na hilo lilikuwa linaifanya roho ya mkuu wa kifalme kuwa na nguvu zaidi. Guchon alikuwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu hali ikiendelea hivyo hataweza kuokoa maisha ya mfalme. Siku iliyofuata anataka kupigana na roho ya mkuu wa kifalme kwa mara nyingine. Ili kuokoa maisha ya mfalme, binti wa kifalme lazima abandike hirizi katika chumba chake. Mfalme anakubali kwa sababu alikuwa ameogopa, lakini wakati huo binti wa kifalme anasikia sauti za wanakijiji, na kulikuwa na sauti moja hasa, sauti ya toashi kijana. Mfalme anamsihi asisikilize, lakini binti wa kifalme hamtii. Hivyo anagundua ukweli wote. Mkuu wa kifalme aliyekuwa roho alikuwa na uwezo ule ule wa kusikia roho. Inaonekana uwezo huo ulitoka upande wa mama wa mfalme. Kwa kusikiliza roho, mkuu wa kifalme aligundua ukweli kuhusu laana iliyodaiwa kuwepo. Alijua kwamba haikuwahi kuwepo na kwamba mfalme pamoja na mama yake ndio waliosababisha vifo vyote hivyo. Mkuu wa kifalme alitumia ukweli huo kwa faida yake na akafanya jambo lile lile. Alitumia sumu ile ile kuhakikisha nafasi yake kama mrithi anayefuata wa kiti cha enzi. Hiyo ina maana kwamba aliwaua ndugu zake wakubwa. Mfalme alimwambia kwamba amesikitishwa sana naye na kwamba atapata mwisho ule ule wa ndugu zake, kwa sababu hawezi kuruhusu kosa lile lile litokee mara ya pili. Mfalme alikuwa amempa sumu yake mwenyewe. Mkuu wa kifalme anamwambia kwamba ni mnafiki, kwa sababu yeye alitaka tu kufanya kile ambacho mfalme mwenyewe alifanya hapo awali. Kabla ya kufa, mkuu wa kifalme alikuwa amejawa na hasira na anamwahidi mfalme kwamba kama kiti cha enzi si chake, basi hakitakuwa cha mtu mwingine yeyote. Ndiyo maana anaenda kwenye bwawa na kutoa maisha yake ili awe roho mbaya. Zaidi ya hayo, anarudia maneno yale yale ya Suria aliyependwa zaidi. Kwa kuwa watu wa ikulu tayari walikuwa na hofu, ilikuwa rahisi zaidi kwake kuwa roho ya bwawani.
Tukirudi wakati wa sasa, mkuu wa kifalme anafika ikuluni ili kumuua baba yake, lakini Guchon alikuwa pamoja nao, hivyo anajaribu kumzuia. Hata hivyo, roho ya mkuu wa kifalme ilikuwa imepata nguvu nyingi sana, na muda si mrefu ingegeuka kuwa pepo. Kwa hiyo Guchon hana chaguo ila kurudi katika ulimwengu wa wanadamu. Mfalme alikuwa karibu kufa, hivyo Malkia anataka kuchukua nafasi yake, lakini tauni ilikuwa imefika ikuluni. Kutokana na nguvu zote hizo za giza, watu walianza kupoteza akili zao. Guchon alijua kwamba yote hayo yalikuwa kazi ya mkuu wa kifalme, hivyo anataka kumfunga kwa sababu haamini kwamba anaweza kumshinda. Lakini ili kumfunga, kwanza lazima wamdhoofishe, na kwa ajili hiyo lazima watakase roho za wahanga wa ugonjwa huo. Tukibadilisha tukio, binti wa kifalme anamuuliza Guchon anapanga kufanya nini kila kitu kitakapomalizika. Guchon anamjibu kwamba kwanza atalalia siku 3 mfululizo, kisha atarudi kwenye hekalu la Kibudha, kwa sababu mama yake alipoteza maisha yake katika mto uliopo karibu na hekalu hilo. Wakati huo Guimae anatoa onyo, anamwambia Guchon kwamba yeye si binadamu tena wala si roho, hivyo hana muda mwingi uliobaki. Binti wa kifalme anaposikia hivyo, anaogopa sana na anaamua kumtega. Guchon anapewa sumu ya bibi yake ili alale. Haelewi kinachoendelea. Binti wa kifalme anamwambia kwamba ana deni kwake na hawezi kumruhusu ahatarishe maisha yake kwa njia hiyo. Kwa kuwa alimwokoa hapo awali, sasa ni zamu yake kumwokoa yeye. Wakati huo huo, mfalme anaanza tambiko la kuomba msamaha kutoka kwa roho za watu wa kijiji. Roho ya mkuu wa kifalme pia inafika ikuluni ili kuchukua maisha ya baba yake na kutawala kiti chake cha enzi kutoka ulimwengu wa pili. Lakini wakati huo binti wa kifalme pia anawasili. Kwanza anajaribu kumshawishi na anamwambia kwamba naye pia anamchukia baba yao, lakini mkuu wa kifalme hajali chochote anachosema. Binti wa kifalme anajaribu kumfunga kwa muhuri, lakini mganga alikuwa ameupata mwili wake. Alipomtoa kutoka kwenye bwawa, alikata kamba ili kutenganisha mwili wake na roho yake. Guchon anahisi kwamba kuna jambo baya linaendelea, hivyo anaamka na kuamua kwenda katika ulimwengu wa pili kwa kutumia damu yake mwenyewe. Kwa kuwa alikuwa tayari ameutoa uhai wake, anafika mbele ya Mungu wa Guimae. Mungu huyu anataka Guchon amwangamize mkuu wa kifalme kwa sababu alikuwa anachafua nguvu zake zote. Guchon anakubali makubaliano hayo, lakini ili aweze kumwangamiza mkuu wa kifalme, lazima Mungu huyo amsaidie. Guimae wa kwanza anamkabidhi upanga wenye nguvu kubwa ambao utafungwa kwenye roho yake kwa minyororo. Kwa upande wake, binti wa kifalme alikuwa amejeruhiwa vibaya na roho ya ndugu yake, ilitaka kunyonya nguvu zake zote. Kwa bahati nzuri, Guchon anafika kwa wakati mwafaka. Kwa upanga wake mpya anafanikiwa kumjeruhi, lakini hata hivyo, roho ya mkuu wa kifalme ilikuwa na nguvu kubwa sana. Guchon anapigana kwa nguvu zake zote na anafanikiwa kupata muda wa kutosha kwa mfalme kukamilisha tambiko. Mfalme anasihi roho zimsamehe. Kwa malipo, anaahidi kuwatunza watu wote walionusurika tauni. Zaidi ya hayo, anakubali kosa lake na yuko tayari kukubali adhabu yake katika ulimwengu wa pili. Shukrani kwa hilo, anafanikiwa kuzitakasa roho zote. Hilo linamdhoofisha mkuu wa kifalme kwa sababu chuki ya wanakijiji haipo tena. Guchon anatumia nafasi hiyo kumshinda, kisha anamwambia mkuu wa kifalme ajisalimishe. Lakini roho ya mkuu wa kifalme haikuwa tena na tiba. Ilikuwa imeharibika sana kiasi kwamba haikuweza tena kwenda ulimwengu wa pili. Kwa hiyo, kitu pekee kilichobaki ni kuiangamiza, kwa sababu vinginevyo binti wa kifalme angepoteza maisha yake. Baada ya mkuu wa kifalme kuangamizwa, laana inaisha, lakini nguvu zote hizo za giza bado zilikuwa ndani ya ikulu. Guchon alijua kwamba akibaki hapo angegeuka kuwa Unai, lakini hakuweza kuondoka na kumwacha binti wa kifalme. Hivyo anampa sehemu ya nguvu zake ili binti wa kifalme aweze kurudi mwilini mwake, kisha anaruka mbali. Binti wa kifalme anapoamka, anakimbia kwenda kutafuta mwili wa Guchon, lakini mwili wake ulikuwa umejeruhiwa vibaya. Anamkumbatia ili amrudishie sehemu ya nguvu zake, lakini kwa bahati mbaya halifanyi kazi na Guchon haamki.
Muda unapita na tauni ilikuwa imepotea kabisa. Mama wa mfalme anapelekwa uhamishoni na malkia mama anapagawa kabisa na kuondoka ikuluni. Kwa upande wake, Gucheon bado haamki. Mwili wake ulikuwa dhaifu sana na kila mtu anadhani kwamba hana muda mrefu wa kuishi, lakini binti wa kifalme hakutaka kuamini hivyo. Zaidi ya hayo, anafanikiwa kumsikia Guimae mdogo mwenye kupendeza. Hilo linampa matumaini kwa sababu roho huyo hushikamana na watu walio hai. Kisha anakumbuka kile Gucheon alimwambia kwamba kila kitu kitakapomalizika angerudi kwenye mto karibu na hekalu, kwa sababu hapo ndipo alipompoteza mama yake. Binti wa kifalme anakimbia haraka sana na anapofika anaanza kuita jina lake. Gucheon anamsikia na kumjibu. Hivyo binti wa kifalme anamsihi arudi mwilini mwake kwa sababu hataki ajitolee kwa ajili yake. Kisha maji yanatikisika, jambo linalomaanisha kwamba Gucheon ametoka mtoni. Binti wa kifalme anarudi ikuluni kwa haraka sana, na kwa mshangao wake Gucheon bado haamki. Analilia kwa uchungu mkubwa. Kwa bahati nzuri, kijana huyo anaamka na kumwambia kwamba ana kelele nyingi sana. Siku nyingi baadaye, Gucheon anapona kabisa. Mfalme anamshukuru kwa kuokoa ufalme, lakini anamwonya kwamba kamwe asizungumzie yaliyotokea ikuluni kwa sababu maisha yake yanategemea hilo. Kabla hajaondoka, Gucheon anamwonya mfalme kwamba bado kuna roho nyingi karibu naye, roho za wafalme na wakuu wa kifalme ambao hawakuwahi kufika kwenye kiti cha enzi. Mfalme anamwambia kwamba hilo ni jambo analoweza kulishughulikia, hivyo anamwamuru aondoke. Kisha binti wa kifalme pamoja na rafiki yake mdogo anayependeza wanaandamana naye katika safari yake. Hivyo ndivyo simulizi ya Ikulu ya Mashariki inavyomalizika. Nijulishe kwenye maoni mlionaje drama hii. Mimi binafsi nilipenda sana, ingawa nilitarajia kuona viumbe na monsters wengi zaidi wa utamaduni wa Aquarius. Kwa vyovyote vile, asanteni sana kwa kutazama video hadi mwisho. Natumaini mmeifurahia. Msisahau kuniachia like na kujiandikisha kwenye chaneli ili msikose video nyingine yoyote. Tutaonana katika simulizi inayofuata.